Unasema kabisa rais kajivua madaraka kwa kupenda taifa lake. Mnakosa maendeleo, mnaweka orodha majina. Twende kwenye uchaguzi ama tudai mabadiliko ya tume huru ya uchaguzi. Sasa Waislamu sikilizeni, zitaanza kampeni kupita misikitini. Nawaambia mimi najua game zinavyochezwa nchi. Waambieni hivi, kwani wale Chadema wana shida na msikiti? Sisi tuna shida na msikiti? Wewe Boni una shida na msikiti? Wewe Manyilo una shida na msikiti? Sisi tuna shida na Chama cha Mapinduzi. Kazi ya maaskofu na mashehe ni kusema ukweli, hata kama ukweli unawaua. Sisi Waislamu tunayo haki ya kuishauri serikali, tunayo haki ya kutaka tukutane na rais, tukamshauri, tukamwambia tunaliona halendi sawa. Na hivyo hivyo viongozi wote wa dini nyingine wanayo nafasi hiyo hiyo ya kutaka kukutana na rais, na wanakutana naye na wakamshauri na wakasema kero zao. Sasa kuna viongozi wenzetu wa dini wiki hii wamesema neno la ajabu kweli kweli. Hii lazima tuseme hapana. Wanaiambia serikali kwamba nani huyo kiongozi wa siasa aachiwe mara moja. Yaani unaiambia serikali hivyo mara moja. Hiyo lugha hiyo ya kuiambia, yani raia anaiambia serikali yake kwa lugha hiyo. Hiyo lugha ina salama hiyo? Mara moja. Hiyo lugha hiyo haikubaliki. Haiwezekani nchi yenye uhuru miaka 63 leo viongozi weusi wenzetu wamkamate mtu wamwekee kesi ya bogus, kesi ya uongo, kesi ya kijinga kabisa kwa lugha sahihi, ya treason, kesi ya kisiasa ambao wamemwekea uhaini wa kisiasa, kujaribu kumnyamazisha kwa misimamo yake ya kisiasa, alafu wazuie hata wanaompenda kuja kuisikiza. Kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Lakini juu ya hilo pia tunaitaka serikali na tunamtaka Rais Samia, kwa sababu hii kesi ni yake, aiondoe hii kesi mahakamani, wamfutie Lissu kesi ya uongo ya uhaini, kwa sababu Lissu sio muhaini. Huwezi kufanya uhaini kwa raia ambaye hajawahi kuwa mwanajeshi, hana kikundi chochote cha kijeshi anachokiongoza, hawawezi kuithibitisha popote. Mwisho wa siku itakuwa kesi kama ya Freeman Mbowe. Na ni ajabu kwamba chini ya utawala wa Rais Samia kwa miaka 4 ya kwake amejaribu kuwafungulia viongozi wa chama hiki kesi mbaya. Alijaribu kumfungulia kesi ya ugaidi mwenyekiti Mbowe ambaye hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Amejaribu tena kumfungulia Lissu kesi ya uhaini ambayo hukumu yake vile vile ni kunyongwa mpaka kufa. Chini ya miaka 4 tu ya kwake, viongozi wa chama kikuu cha upinzani chini ya utawala wake wanafunguliwa kesi 2 za uongo. Kwa hiyo hii kesi iondolewe mahakamani, Lissu arudi mtaani, tuendelee na shughuli zetu kama zilivyopangwa. Bwana, ile zama ya kwamba umepewa jimbo na kura zako 30 mwisho mwaka huu. Hello, ebana mambo vipi mwana Universe, ebana mambo vipi Tanzania? Yanayoendelea kila mtu tunajua. Kuna mvutano wa vyama vya siasa hususan kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo pamoja na CCM. Vimekuwa vikivutana sana hizi siku za karibuni, na bado kuna mambo yanayoendelea mpaka sasa hivi. Hapa tumetoka kumsikiliza huyu Shah alipokuwa anazungumza vitu ambavyo sasa vinaleta mkanganyiko. Mimi na wewe sijaelewa. Naomba tusikilize clip hizi zinazoendelea, baadaye tukutane kwenye comment kwamba wewe niambie umeelewa nini kutokana na kusikiliza hii clip ambayo umeiona hapa. Naitwa Mr. Mzawa. Kwa mtano, hatuwezi kuendesha nchi ya kijinga namna hiyo. Halafu katudanganya eti unatupeleka kwenye maendeleo. Wanaojua maendeleo wenzetu wa Afrika Kusini wana serikali ya umoja wa kitaifa, ina vyama 10. Kukamatwa kwa Lissu tumeliongelea sana, halikuwa sawa. Kusafirishwa halikuwa sawa. Kupelekwa mahakamani halikuwa sawa. Mengine sasa ya kusomewa mashtaka pamoja na mashtaka yanayopatikana ya uhaini na uchochezi, hayo mengine ya dhamana, mengine ya dhamana pelekwa Keko, baadaye pelekwa Ukonga.
hawa ni mambo ya mawakili, lakini kwa watazamaji wa kawaida wa nje, hasa viongozi wa dini ambao wangependa taifa hilo na amani, wamekuwa waombezi wa muda mrefu sana. Ni mambo ambayo ni ya uchokozi kwa jamii. Yaani jeshi la polisi inachokoza jamii, inachokoza. Huyu ni bosi wa huyu mwenyekiti wa tume anasimamia uchaguzi, kateuliwa na huyu kada kabisa huyu, alafu huyu kamteua huyu mkurugenzi wa tume, alafu huyu kamteua huyu mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya, alafu huyu kamteua huyu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya anasimamia uchaguzi, alafu huyu chini yake anafanya kazi huyu mtendaji wa kata anasimamia uchaguzi kwenye kata, alafu huyu chini ya huyu kuna huyu mwalimu ambaye anasimamia kituo, anafojidika kwa huyu na analipwa mshahara na huyu bosi wake na huyu na huyu bosi wake ni huyu, alafu huyu bosi wao wote hao. Nionyesheni tumeuru hapa. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais, amtaki mkubali msikubali, nasema mimi bila kificho nasimama mbele ya jamii ya Mwanza na mbele ya dunia kumshukuru Rais Samia Suluhu Hassan, wanachama wa Chadema wakiwemo viongozi wangu wakuu ambao nawapa kabisa haki hiyo. Muda wangu wa maisha uliobaki ni mdogo kuliko muda niliopoteza katika harakati za kutetea haki za wananchi na ndugu zangu.